إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، اتقوا الله تبارك وتعالى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان ya khutba yetu siku ya leo ni kuhusiana na Nabiyullahi Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja ndani ya kitabu chake Al-Quran Al-Karim mara 69. Bal Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sura kamila kwa jina ya Nabiyullahi Ibrahim alayhi salam. Bal qabla ya masiku dhuyufu Rahman, wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala waliochaguliwa kufanya ibada ya hajj katika huu mwaka, kila hatua wanayochukua katika haji yao ina mafungamano makubwa na Nabiyullahi Ibrahim. Al-Kaaba, misingi yake ameinua ni Ibrahim alayhi salam na mtoto wake. wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna. Misingi ya Al-Kaaba, mawe ya misingi iliyowekwa ni nani? Imewekwa na Ibrahim na mtoto wake Ismail. Fi maqami Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sehemu karibu na Kaaba ambayo kuna athari ya mguu ya Nabii Allah Ibrahim. Na kwa hii sehemu yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Kila anaenda kwa ibada ya hajj ama ibada ya umra anawajibika kuswali rak'a mbili katika maqamu Ibrahim. Atharu Ibrahim alayhi salam, ndugu zangu katika iman. At-talbiya, tuliona mahujjaj namna walivyokuwa wanaleta talbiya kwa kusema labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik. Tumeitikia ya Allah mwito wako, wanasema mahujjaj. Na wanaofanya umra ni mwito gani wanaitikia? Ni ule mwito ambao, ndugu zangu katika iman,
Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia huyu Ibrahim alayhi salam, waadhin fi nnasi bilhajj, waite watu, nadi kwa sauti yako, waite watu waje kutekeleza ibada ya haji. Ile amani na utulivu na kukithirika kwa riziki al-Makkah al-Mukarrama, hii khairi tunayoshuhudia ni katika dua ya Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza katika dua ya Ibrahim kwamba Allah ailetee amani mji huo na amimine riziki zake. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن دعاء إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لدعاء إبراهيم هي خير tunayoshuhudia kila tukienda umra na hajj, ni katika athar na dua ya Ibrahim alayhi salam. Kwa ndugu zangu katika imani, tuko kwenye mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao waumini wametekeleza moja katika nguzo 5 ya dini yao. Na kaif iishe mwezi huu wa Dhulhijja bila ya sisi kumtaja Ibrahim alayhi salam, bila ya sisi kurudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu ambacho mazuri mengi ya Ibrahim yametajwa, ya khairi nyingi ya kuhusu Ibrahim yametajwa. Vipi itaisha mwezi wa Dhulhijja bila ya kumpatia Ibrahim alayhi salam haki yake? Ndugu zangu katika iman, qala Allah tabaraka wa taala inna Ibrahima kana umma, akieleza Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu katika iman, katika baadhi za sifa alizopewa Ibrahim alayhi salam, na kwa hizi sifa anafaa mu'min akimbie katika kufikia, akimbie katika kuzitafuta sifa kama hizi za Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika ya Ibrahim kana umma, alikuwa Ibrahim ni umma. Nini maana umma ndugu zangu katika imani? Yaqulu Qatada akitafsiri maana ya umma asema imaman yuktada bi. Ibrahim ni imam, ni kiongozi ambaye kweli anastahiki kuigwa. Maana nyingine ya umma huwa muallimun nas alkhair. Umma anayokusudiwa Ibrahim kwamba yeye ni umma, ni mtu wa kufundisha watu khairi, ni mtu wa kuongoza watu katika njia ya sawa, ni mtu aliyeongoka. Hakutosheka yeye peke yake, akawa ni mwenye kufundisha watu khairi hiyo na kuwaongoza njia hiyo. Fallah subhanahu wa ta'ala anamsifu Ibrahim na sifa ya umma, mtu aliyekusanya sifa za khairi nyingi. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, ndugu zangu katika iman, amarahu Allah subhanahu wa ta'ala bilistislam walinqiyad lahu faajaba min ghairi taraddud. Ibrahim huyu alitakwa na Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kujisalimisha kwake yeye katika kufuata maamrisho ya Allah na kuwa mbali na makatazo yake, huku akiwa ni mnyenyekevu na mtiifu. Faajaba Ibrahim min ghairi taraddud, akaitikia mwito wa Allah na ombi ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kurudi nyuma, bila kuomba time, bila ya kusema
sio the right time sahihi, naomba muda kidogo. Min ghairi taraddud. Qala Allah ta'ala idh qala lahu rabbuhu aslim, pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Ibrahim aslim, amr, jisalimishe ya Ibrahim, ilikuwa majibu ya Ibrahim ni yapi? Qala aslamtu lirabbil alamin. Aslim, naam, aslamtu lirabbil alamin. Ya Rabb, umetaka nijisalimishe? Naam, naitikia mwito wako. Aslamtu lirabbil alamin, najisalimisha kwako wewe ya Rabb katika kufuata njia unayoitaka. Ibrahim katika kujisalimisha na kufuata maamrisho ya Allah, qala Allah ta'ala wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim ametekeleza yale yote aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuacha katika aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. هو إبراهيم عليه السلام mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kufuata milla na njia na muongozo wa Ibrahim alayhi salam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin. Ya Muhammad, awhayna ilayk, tumekuamrisha na tukatumiliza kwako wewe message gani? An ittabi' millata Ibrahim. Ya Muhammad, fuata milla ya Ibrahim, fuata njia ya Ibrahim, fuata muongozo wa Ibrahim alayhi salam. Mtume wetu Muhammad anaamrishwa kufuata milla ya Ibrahim alayhi salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amara nabiyana an yukhbira an-nasa bi annahu muttabi'un millata Ibrahim. Bal Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aeleze watu, adhihirishe, aonyeshe kitu gani? Annahu, kwamba yeye Muhammad yafuata milla ya Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam na amri anayompatia, qala Allah tabaraka wa ta'ala qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Ya Muhammad, qul, sema haya maneno ambayo ndani yake yaonyesha kwamba yuadhihirisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba hata yeye anafuata milla ya Ibrahim. Qul ya Muhammad innani hadani rabbi, hakika yangu mimi ameniongoza Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala ila siratin mustaqim, katika njia iliyonyooka, njia anayoipenda na kutaka Allah subhanahu wa ta'ala, dinan qiyama, dini ambayo imesimama isiyokuwa na shaka. Ni dini gani hiyo? Ni njia gani iliyosimama hiyo? Qala millata Ibrahim hanifa, ni ile milla ya Ibrahim hanifa. Alhanifu ni mtu kuwa mbali na shirki na kuwa karibu na at-tauhid, ni mtu kuwa mbali na maasi na kuwa karibu katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam afuate milla ya Ibrahim, kisha anamwamrisha abainishe
na aonyeshe na adhihirishe kwamba anafuata hii milla ya Ibrahim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha ulimwengu mzima, anaamrisha watu wote wawe ni wenye kufuata milla ya Ibrahim alayhi salam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin. Fattabi'u, fuateni enyi watu nyote milla ya Ibrahim alayhi salam. Mpaka hapa ndugu zangu katika imani tumepata ishara ya kwamba Ibrahim hakuwa na mtu wa kawaida. Hakuwa mtu wa kawaida ndugu zangu katika imani. Ibrahim kana umma, anajisalimisha kwa Allah. Wa Ibrahimu alladhi waffa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha kufuata milla ya Ibrahim. Hii ni ishara ndugu zangu katika imani ya kwamba Ibrahim alayhi salam ni katika waliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, katika baadhi za sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempatia Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, na kwa hizi sifa nataka tuzichukue na tuzifanyie kazi katika maisha yetu. Sifa njema alizokuwa nazo Nabiyullah Ibrahim. Sifa ya kwanza ndugu zangu katika imani ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia Nabiyullah Ibrahim na twafaa kuiga sifa kama hizi, kana shakiran li an'umihi. Alikuwa Ibrahim alayhi salam ndugu zangu katika imani ni mwenye kushukuru neema alizomneemesha nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zake zote, neema nyingi alizomneemesha nazo Allah Ibrahim alayhi salam, neema kubwa, neema ndogo ndogo, neema anazoziona, asizoziona, kana shakiran li an'umihi. Alikuwa ni mwenye kushukuru Ibrahim alayhi salam neema alizomneemesha nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi. Hakika ya Ibrahim alikuwa ni umma, kisha qanitan lillah ay muti'an lillah. Alikuwa ni mtiifu kikweli Ibrahim kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, alikuwa ni mtu wa tauhid na alikuwa mbali na shirk. Walam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi. Ibrahim alikuwa ni mwenye kushukuru daima neema alizomneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Shakiran li an'umihi, alikuwa ni mwingi wa kushukuru na kuregesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika neema alizomneemesha nazo Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، أسمى ابن القيم رحمه الله والشكر مبني على 5 قواعد. mtukum shukuru Allah subhanahu wa ta'ala imejengewa juu ya misingi mitano. Ewe Muislamu ambaye wataka kuregesha shukrani kwa Allah juu ya neema nyingi alizokupatia, sikiza misingi mitano haya aliyoyaweka Ibn al-Qayyim rahimahullah, ili na wewe uwe ni mtu ambaye unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala iwapo utaelewa misingi haya mitano na utaweza kuyafanyia kazi. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah, sifa ya kwanza ambayo mtu anaweza kuijenga nayo ama kujijenga nayo katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema nyingi alizomneemesha
huwa khudhu'u ash-shakiri lilmashkur, ni wewe kuwa mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuneemesha. Jambo ya pili, wa hubbuhu lahu, na kumpenda huyu ambaye amekuneemesha naye ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'tirafuhu bi ni'matihi, na kujua neema hizi hazijatoka kwingine kokote, zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Si akili yako wala si certificate yako ulionayo, wala si rangi yako, wala si kabila yako. Ujue ndani ya moyo wako na ukiri ndani ya moyo kwamba neema zote ambazo uko ndani yake zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne, wa thanauhu alayhi biha, na kumtukuza na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika neema nyingi alizokuneemesha. Na jambo la mwisho la tano, wa alla yasta'milaha fima yakrah, na usitumie neema za Allah alizokuneemesha katika njia ambayo anaichukia, katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haipendi. Neema nyingi ulizo ndani yake ambazo ni Allah amekupa, hizi neema katika njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kutozitumia neema hizo katika njia ambazo Allah hataki uzitumie. Neema ya mali, vipi watumia mali yako katika njia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ama njia ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Neema ya afya yako ndugu yangu katika iman, kila unapoamka asubuhi, hii neema aliyokupatia Allah ya afya, vipi waitumia hii neema? Waitumia katika taa, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama unaitumia neema hii ya afya, neema ya viungo ulivyo navyo katika mwili katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio tuwe tumemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala iwapo tutatumia neema hizi katika njia na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa radhi nazo. Fa Ibrahim alayhi salam, ndugu zangu katika iman, kana shakiran li an'amihi, alikuwa ni mwingi wa kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sifa nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha nayo Ibrahim alayhi salam, sifa ambayo tunafaa kuiiga, annahu kana halima, alikuwa Ibrahim alayhi salam halima, alikuwa ni mpole. Ibrahim alayhi salam alikuwa ni mpole. Ndugu zangu katika iman, Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza juu ya hii sifa, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, inna Ibrahima la halimun awwahun munib, alikuwa Ibrahim ni mtu mpole. Sifa ya upole ndugu zangu katika iman ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda. Mtu kuwa mpole ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda. Kutoka kwenye hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Ashajj Abd al-Qais, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, mmoja katika masahaba, inna fika khaslatayn, anamwambia huyu sahaba kwamba uko na sifa mbili, yuhibbuhum Allah, uko na sifa mbili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda.
Kisha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alhilmu wal anat. Ewe Ashaj ibn Abdul Qais ama Ashaj Abdul Qais, uko na sifa mbili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda kutoka kwako wewe. Moja katika hiyo sifa anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, alhilmu wal anat. Uko na sifa ya upole, na sifa hii anakupenda nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, alikuwa Ibrahim halim, alikuwa ni mpole, lakini Ibrahim alayhi salam katika pindi anapoona munkar, pindi anapoona makosa, alikuwa hanyamazi Ibrahim alayhi salam. Naam, alikuwa mpole, lakini anapoona batil, anapoona munkar, alikuwa hanyamazi Ibrahim alayhi salam. Sote tunajua kisa ya Ibrahim, na pindi aliposema watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ameona munkar, anaapa huyo ambaye ni mpole, la akidanna asnamakum, nitazidhalilisha na kuzivunja hizi masanamu ambazo mumezitengeza nyinyi wenyewe kwa mikono yenu. Huyo anayesema hivi ni huyu mpole. Inna Ibrahima la halimun awahun munib. Lakini pindi anapoona makosa alikuwa hanyamazi Ibrahim, na hii ndiyo sifa twafaa tuichukue kwa Nabiyullahi Ibrahim, kuwa mpole, lakini isikuzuie pindi unapoona munkar, unapoona makosa, kunyamazia. Tufuateni milla na njia ya Ibrahim alayhi salam, ndugu zangu katika iman, kama anavyotuamrisha na kututaka Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sifa ya Ibrahim alayhi salam, ndugu zangu katika iman, kana sakhaa, alikuwa Ibrahim ni mkarimu ambaye yuwapenda kutoa kwa wingi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Katika sifa za Ibrahim, alikuwa ni mwenye kukirimu wageni, alikuwa ni mwema Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu Ibrahim pindi alipokujiwa na wageni ambao walikuwa ni malaika, qala Allah tabaraka wa ta'ala idh dakhalu alayhi faqalu salama, walipoingia kwa Ibrahim wakamsalimia Ibrahim alayhi salam kwa kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, faqala salama. Ibrahim akawajibu kuambia wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisha Ibrahim alayhi salam tuona ukarimu wake, faragha ila ahli, akakimbilia kwa familia yake, akakimbilia kwa mke wake, fajaa bi'ijlin samin, akaja na ndama au akaja na mtoto wa ng'ombe mdogo ambaye amenona, akawaletea wageni wake. Ibrahim alayhi salam, ndugu zangu katika iman, kana sakhaa. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، tukiendelea na kueleza baadhi za sifa ya Ibrahim alayhi salam, na kwa hizi sifa twafaa kuchukua hizi mifano za Ibrahim alayhi salam
na tuweze kuzifanyia kazi katika maisha yetu. Katika sifa za Ibrahim alayhi salam alizokuwa nazo ni kwamba Ibrahim alayhi salam alikuwa ni mlinganizi, alikuwa ni daia, akiita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini da'wa yake ilianza nyumbani Ibrahim kabla ya da'wa yake kwenda nje. Na hii ndio yafaa sifa kila mu'min ajipambe nayo. Lingania watu wako wa nyumbani kwanza kabla ya watu wa nje. Wasuluhishe watu wako wa nyumbani kwanza kabla ya watu wa nje. Hamu yako kubwa isiwe ni watu wa nje, bali hamu yako kubwa iwe ni watu wako wa nyumbani. Na hivi ndivyo alikuwa Ibrahim alayhi salam. Ilianza da'wa yake kwa babake. Qala Ibrahim alayhi salam: ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Kwa hizi aya iko dhahir ya kwamba Ibrahim alayhi salam aliipatia umuhimu wa kulingania katika njia ya sawa nyumbani kwake au familia yake kabla ya kulingania watu wa mbali na watu wa nje. Alianza na babake, ya abati, ewe babangu. Da'wa anamuongoza katika njia ya sawa, tena kwa njia mzuri. Ya abati, ewe babangu, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Anamfanyia da'wa kwa kutumia hikma, kwa kutumia maneno nyepesi. Ewe babangu, vipi unaabudu chenye hakiwezi kusikia wala hakiwezi kuona? Vipi unaweza kuabudu kitu ambacho umekitengeza wewe mwenyewe kwa mkono wako? Kaifa ewe babangu? Da'wa na kwa njia nyepesi, bila kumkatia tamaa baba yake, bila kuwakatia tamaa watu wake. Anawaita kwa njia nzuri na njia ya sawa. Na hivi ndivyo yafaa kila Muislamu awe. Walinganie watu wako wa nyumbani. Ukiona hawaitikii, usikate tamaa. Walinganie kwa maneno mazuri. Usiseme na walingania hawanisikizi. La, waite na usichoke, kama alivyokuwa Ibrahim alayhi salam. Hakukata tamaa na watu wake. Kila akipata fursa anawaita katika njia ya Allah na kwa njia nzuri. Ibrahim alayhi salam alikuwa akiitumia katika da'wa yake. Tukimalizia ndugu zangu katika iman, katika sifa za Ibrahim alayhi salam, na ni sifa ya mwisho ya Ibrahim, alikuwa Ibrahim alayhi salam ndugu zangu katika iman, pindi anapoinua mikono kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa hajiombei nafsi yake peke yake. Kila anapofanya dua alikuwa hajiombei nafsi yake peke yake, bal hamu yake kubwa Ibrahim alayhi salam ilikuwa ni yeye na kizazi chake na watoto wake. Kila anapoinua mikono na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hakuwa ni mwenye kusahau familia yake katika dua. Hakuwa ni mwenye kusahau watoto wake anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo sifa afaa awe nayo kila baba. Kila unapoomba usiwasahau watoto wako, usiwasahau familia yako,
kama alivyokuwa Ibrahim alayhi salam, hasahau familia yake. Qala Allah ta'ala mukhbiran an du'a Ibrahim alayhi salam, rabbi ij'alni muqima as-salah, ya Rabb, nijalie mimi kwanza ni mwenye kusimamisha as-sala. Alitosheka na hapo? La, amemalizana na yeye, amejiombea nafsi yake, hakusimamia hapa Ibrahim alayhi salam. Nataka tutoke na hii faida, ndugu zangu katika iman. Usiwasahau watoto wako, familia yako, watu wako wa karibu kila unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hivi ndivyo alikuwa Ibrahim alayhi salam. Rabbi ij'alni, mimi muqima as-sala, kisha wa min dhurriyyati, na watoto wangu na familia yangu ya Allah vile vile sijawasahau, wajalie ni wenye kusimamisha as-sala. Na katika dua nyingine ya Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, njia ya haki umeiona. Usiwasahau watoto wako, usiwasahau familia yako, na wao waombee hidayah kama alivyokuwa Ibrahim alayhi salam. Ya Rabb wajnubni, niepushe mimi Ibrahim alayhi salam. Tena huyo anayesema hivi anaomba Allah amwepushe katika kuabudu masanamu. Huyo anayesema hivi alivunja masanamu kwa mikono yake. Ibrahim alivunja masanamu kwa mikono yake yeye mwenyewe. Pamoja na hivyo yamuomba Allah, hii njia niliyoishika niweke katika hii njia, usinitoe katika hii njia, si mimi peke yangu. Yaqulu Ibrahim wajnubni ana wa baniya, na watoto wangu na kizazi changu kuwa ni watu ambao tunaabudu masanamu. Fa ayyuhal muslim, hizi ndio sifa katika sifa za Ibrahim alayhi salam ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Al-Quran Al-Karim. Nikimalizia, wazazi tuchungeni sana katika mlango wa kuombea ad-dua watoto wetu. Simaanishi kuwaombea dua nzuri, la, tuchungeni sana katika kuwaapiza watoto wetu katika dua, hasatan wakati unapokuwa kwenye hasira. Ni wangapi katika wazazi wanajuta, lau ile dua niliyomwombea mtoto wangu mbaya, lau haikutoka kwenye mdomo wangu. Ni wazazi wangapi ndugu zangu katika iman wako kwenye majuto kila wakiona watoto wao hali ya walio ndani yake, na hii yote na hali walio ndani ni dua ya mzazi. Yeye mwenyewe alimwombea katika kumwapiza mtoto wake mwenyewe. Khasatan wazazi tunapokuwa kwenye hasira, tuchungeni sana ni dua gani tunaoombea watoto wetu. Ni dua ya khairi waombee. Mtoto hasikii, mtoto hakusikizi, mtoto kichwa ngumu, muombee dua ya khairi. Namna atakavyokuwa mtoto wako, namna watakavyokuwa familia yako, usikuwe na usiwe ni mwenye kuwapiza. Daima waombee katika istiqama na katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka na kuridhia. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka yote ya Ibrahim alayhi salam kwa malengo, akisema qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, hakika kumekuwa na mfano mzuri kwa Ibrahim. Ndugu zangu katika iman, tuigeni mifano mizuri na mema ya Ibrahim alayhi salam na namna alivyokuwa. Ibadallah,
استكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمركم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، وبارك على نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.